Kuna kumwamini Mungu na kuna Mungu kukuamini wewe. Gharama ya wewe kumwamini Mungu na gharama ya Mungu kuamini wewe ni vitu viwili tofauti. Yamkini maisha yako yako kwenye kiwango cha wewe kumwamini Mungu, lakini bado Mungu hajamwamini wewe. What takes for God to trust a man and what takes a man to trust God, these are two different things. Kinachomchukua Mungu kumwamini mtu na kinachomchukua mtu kumwamini Mungu ni vitu hivi tofauti. Na sasa kwa sababu tutaenda kujifunza mwezi wa 10 wote, na Mungu atusaidie sana. Kinachomchukua Mungu kumwamini mtu na mtu kuaminiwa na Mungu ni vitu hivi tofauti. Watu wengi wanamwamini Mungu lakini bado Mungu hajawaamini wao. Ukifika kwenye kiwango Mungu akakuamini hivi, unajua Mungu ametembea na Ibrahimu kutoka huko alipotoka naye miaka yote, Mungu bado alikuwa hajamwamini. Sema amina. Anamwambia toka kwenye nyumba ya baba yako, akakubali akatii. Kuna watu mmeshatii lakini mmeshindwa kutii cha mwisho. Toka kwenye nyumba ya baba yako, akaamua kutii. Wewe unawaza mtu anaenda mahali ambapo hajui anapoenda. Hiyo sio imani, si imani kubwa sana. Toka. Wewe ambiwa tu ondoka hapa nenda Sumbawanga, unaweza? Hujawahi fika huko Sumbawanga, tena unasikia huko Sumbawanga wanaua watu. Ibrahimu Mungu anamwambia toka wewe katika nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Wewe uijui, nitakuonyesha hiyo nchi. Akakubali. Amemwamini Mungu lakini Mungu bado hajamwamini. God was not yet trust him. Then barabarani huko anakutana mambo magumu, Mungu anampima vitu vizito, bado Mungu hajamwamini. Sema amina. Yaani madarasa ya kuaminiwa na Mungu sio mepesi kama unavyofikiri. Na ndio maana ukikutana na mtu ambaye Mungu